Tumsifu Yesu Kristo. God is good. Your Lordship, the Bishop, Right Reverend Fidelis Nyile, the Coadjutor Bishop, the Cleansing Church of Christ International, mapadri wenzangu, dear priests, sisters, brothers, Wakristo wote, mimi Museo Mavindaombe. Siku ya leo tumeunganika hapa kama kanisa ili tuweze kuendelea mbele kwa njia ya wito. Tunapoongozwa katika ibada ya misa na mashauri baba askofu, ili tuweze kupata watumishi wawili wa Kristo na wa kanisa, daraja ya ulekta na daraja ya acolyte, ambapo brother Michael Chule atakuwa anapewa daraja ya ulekta
pamoja na acolyte Lector Patrick Muli ambaye atakuwa anavuka na kupewa daraja ya acolyte. Tunaomba Mwenyezi Mungu aweze kuunganika na sisi katika sherehe ya asubuhi ya leo, ili kanisa pia liweze kupata watumishi ambao wanafaa katika hekalu lake. Kwa hivyo namkaribisha Mhashamu Baba Askofu ili aweze kutubariki na aweze kutuonekania, atuongezee watumishi katika huduma hii ya Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumkaribishe kwa makofi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Funga. Karibu. Welcome, Your Lordship. There are different graces but the same Spirit, different ministries but the same Lord, different works but the same God, who accomplishes everything in everyone. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Gather together as God's family, let us admit our sinfulness that we may celebrate this Eucharistic celebration. Our brothers who are going to be given those important ministries in the church. You are sent to the complaint of our Lord have mercy. Lord have mercy. You came to call sinners to repentance. Christ have mercy. Christ have mercy. You are seated at the right hand of the Father, intercede for us. Lord have mercy. Lord have mercy. May the Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord. Kwa umoja wa Roho Mtakatifu
O God, who have made the mysteries of your church to seek not to be served, but to serve their brothers and sisters, grant, we pray, that they may be effective in action, gentle in ministry, and constant in prayer. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns in the unity of your Spirit, one God, forever and ever. mwili na ntongai watwekie mundu tumwilukisi. Nasoma Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 4 hadi 12, alafu mstari wa 27 hadi 31. Basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa apendavyo Roho yeye yule, mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika Roho yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja yeye yule, akimwagia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Maana kama vile mwili ni mmoja, nao una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja, vivyo hivyo na Kristo. Basi ninyi mmekuwa mwili wa Kristo, na viungo kila kimoja peke yake. Na Mungu ameweka wengine katika kanisa, na kwanza mitume, wa pili manabii, wa tatu walimu, kisha miujiza, kisha karama za kuponya wagonjwa, na masaidiano na maongozi, na aina za lugha. Je, wote ni mitume? Wote ni manabii? Wote ni walimu? Wote wanatenda miujiza? Wote wana karama za kuponya wagonjwa? Wote wanena kwa lugha? Wote wafasiri? Takeni sana karama zilizo kuu. Hata hivyo na waonyesha njia iliyo bora. Neno la Mungu. Sahuli na kiti kisio tukamwitikia siamu ya itau ningutungia mubea kwa umo wako wa usenyo ningutungia mubea kwa umo wako wa usenyo kwa
kwina tukaina tau ningutungia muveya kwa umba wakwa wa usenyo 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 wemwiyai numandana niwinguite niwisila nguthumu naindambukila numangaiyelelo syakwa wikuasa nuninailangilete naindangomeyete nziyasya akwa syongenusisi ningutungia muveya kwa umba wakwa wa usenyo ningutungia muveya kwa umba wakwa wa usenyo nulunuwe wamumbiye wamumbaneyesa ivunia maitu ningutungia muveya kwa umba wakwa wa usenyo na kwangu wasiume syaku syonde sya usenyo ningutungia muveya kwa umba wakwa wa usenyo ningutungia muveya kwa umba wakwa wa usenyo niwesithayo wakwambeyeyeni mwiwakwa ndavithika kwaku ila ndombiawa kimithini niniwa ivu ya maitu ningutungia muveya kwa umba wakwa wa usenyo ningutungia muveya kwa umba wakwa wa usenyo tunga maini kondo wa musiona. Haleluya. na kuwekana uketwa mwathani wa ngi uketwa mwathani wa ngi mwene utonyi wonthe ukatongoesya mbe wa muyai umuseovisye nzia yake
ilivyoandikwa na Luka Mtakatifu. Ni Luka sura 4 mstari wa 16 shuka 22. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Akasimama ili asome. Akapewa chuo cha nabii Isaya, akafungua chuo. Akatafuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiria maskini habari njema. Amenituma niwatangazie wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Akafunga chuo, akamrudishia mtumishi, akaketi, na watu wote waliokuwamo katika sinagogi wakamkazia macho. Akaanza kuwaambia, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Wakamshuhudia wote, wakiyastaajabia maneno ya neema yaliyotoka kinywani mwake. Akasema, huyu siye mwana wa Yusufu? Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo tena. Wakati ambapo kiti rasmi ya mashamba ya askofu inapoletwa hapa mbele, naomba seminarians waweze kuleta kiti hapa mbele. Imefika wakati ambao tunaanza ibada ya kupeana daraja ya uleta na daraja ya acolyte kwa waseminaristi wetu wawili ambao tunao hapa siku ya leo. Daraja ambayo ni muhimu sana katika njia ya safari ya kuwa padri. Kwa hivyo wakati ambapo kiti inapoandaliwa, kiti rasmi ya mashamba baba askofu, ili aweze kutubariki siku ya leo, nitawaita hao watainiwa, hao wateule. Imefika wakati wa kuteuliwa hao malekta na kuwaita ili waweze kuitikia kama tutaendelea na hiyo ibada ya kupeana daraja. Na ibada hii ambayo ni maalum ya kuteua na ibada ya kupeana daraja kwa lekta wetu ambao wako hapa, ambaye anatarajiwa kuwa lekta mtarajiwa na hapo mtarajiwa. Kwa hivyo nitaita majina yao kisha wataitikia. Baada ya kuitikia ndio tutaendelea na hii ibada ya kupeana daraja ya lekta na ya acolyte. May the candidates to be given the ministries of lector and acolyte please come forward. Seminarian Brother Michael Chuli. Present. Makofi kwa Kristo, ameitikia. Anakuja mbele ya mashamba baba askofu, mahali ambapo atasimama kisha atapokelewa. May the candidate to be instituted the ministry of acolyte please come forward. Lector Patrick Muli. Present. Makofi kwake. Jongea mbele ya mashamba baba askofu. Asante sana. Karibu mashamba baba askofu. For the Reverend Father Vocation Director, Fathers present, Father Njeriwanis, Father
Cosmas Molly, dear seminarians, our candidates to the ministries of Lector, those who are polite, sisters with us here, the ones also in formation, our dear Christians, God is good all the time. Mungu ni mwema kila wakati. Ni furaha kuwapa siku ya leo kwa ajili ya kusherehekea kwa pamoja ndugu zetu ambao walikuwa wanatayarishwa na andaliwa kwa kuweza kuwa watumishi katika kanisa la Mungu, kwa kuweza kuwa watumishi katika kanisa la Bwana. Tumeambiwa neema ni tofauti na utendaji kazi vile vile. Kila utendaji kazi uko na neema yake. Different graces for the ministry, the same ministry, from the same spirit, different services, the one ministry from the same spirit. So in a very special way, they have been preparing for the greater ministry, ministry of St. Paul, in this church of ours, Glensley Church of Christ the National, that they can serve in a very special way God's people. They then mediate God's people with their Creator, that at the end of the day, they may have eternal life, salvation for their souls. As they continue to get ready for this greater and higher ministry, offices in the church. Our dear brothers are very much privileged to receive today these important and special ministries in the church, so that they can start realizing their talents, their gifts, their abilities in the service to God's people in His church. We are privileged today to welcome our brother Michael Chuli to be his student and given the ministry of rectorate, becoming a lector. Today is very much going to be given a special grace to be a public reader, a reader of the Word of God. To read the Word of God even for himself and also for the others. To read the Word of God, to reflect the Word of God, meditate on it, and be not only a listener, but the doer of that Word. To be a witness of that Word. Today is going to be given this important ability, so that you can read the Word of God for those who will be listening to Him, those who will be around Him. Not only reading, but also proclaiming the Word to them. We have many in our churches, in our communities, who even don't know how to read. It is the work of the lector to read the Word, to read that Word, that those who don't understand and cannot read for themselves can have someone to read for themselves. He is called to read the Word, proclaim that Word to them. He is also called in a very special way to train others that they can be good readers in the church. Good readers of the Word in the church. These our brothers, and in particular our brother, is assigned out there for pastoral experience. As he continues to carry on
that pastoral work. He is called also to train our brothers and sisters out there in our small Christian communities, in our stations, that we can have good readers of the word. First reading, sermons. Second reading, mostly these readings are read by our lay people. As a lector, is very special way been mandated to train